Imagine unaamuka asubuhi, unajiandaa kwenda kazi. Na wakati unaamka, nyumba yako tayari najua umeamuka. Imekuandalia kahawa, imekagua afya yako yote. Na huko nje, gari ambalo halina dereva linakusubiri ili kwenda kazi. Na unafika kwa barabara, hakuna jam, hakuna traffic, hakuna moshi, hakuna hizo makelele zote za magari. Yaani mji ni msafi, mazingira ni masafi, hakuna ajali. Ina sound kama mji wa kwenye filamu, right? Lakini ukweli ni kwamba huu si mji wa kwenye filamu. Mji huu tayari upo na ni mji ambao unajengwa sasa hivi karibu na mlima maarufu sana huko nchini Japan, Mount Fuji. Na imagine huu mji haujajengwa na serikali. Ni mji ambao unajengwa na kampuni maarufu sana, kampuni ya Toyota ambayo ulikuwa unajua ikitengeneza magari. Mimi ni Joe Travel. Karibu kwenye channel yangu, mahali ambapo tutakuwa tukizunguka dunia nzima tukijifunza kuhusu maendeleo mbalimbali, matukio ya kushangaza na teknolojia za kisasa ambazo zinabadilisha maisha yetu ya kila siku. Kama wewe ni mpenzi wa dokumentari za kushangaza, maendeleo, teknolojia na matukio ya kushangaza duniani, jiunge na mimi kwa kubonyeza subscribe button hapo chini. Hapa utakuwa ukipata habari kabisa na story na matukio ya kushangaza duniani. Welcome to Woven City, mji ambao unajengwa kwa sasa na kampuni ya Toyota. Kwa zaidi ya miaka 80, Toyota imeuza zaidi ya magari milioni 300 duniani. Lakini viongozi wake waliona jambo moja: magari pekee hayatoshi tena, kwa sababu dunia inaingia katika zama mpya. Artificial intelligence, robotics, internet of things, magari yanayojiendesha yenyewe na nyumba zinazofikiri. So tatizo ni kwamba teknolojia hizi zote zilikuwa zinajaribiwa sehemu tofauti. AI maabara moja, robots maabara nyingine, magari sehemu nyingine. Hakukuwa na mahali ambapo teknolojia zote zinaweza kuishi pamoja. Ndipo Toyota ikapata wazo: badala ya kujenga teknolojia ndani ya maabara, kwa nini tusijenge maabara ambayo ni mji mzima? Hivyo ndipo Woven City ilipozaliwa. Na mwaka 2020 katika CES, maonyesho makubwa zaidi ya teknolojia duniani, Toyota ilitangaza kitu ambacho hakuna mtu alikitarajia. Wanajenga mji mpya kutoka sifuri. Sio kuongeza teknolojia kwenye mji uliopo, bali kujenga mji mpya kabisa. Na wakasema kwamba watajenga mahali ulipokuwa kiwanda cha zamani cha Toyota karibu na mlima Fuji huko Japan. Na kila kitu sasa kitawekwa hapo: barabara, majengo, nyumba, mawasiliano, usafiri. Kitaanza kwa lengo moja: kuruhusu teknolojia kuishi pamoja na binadamu. Jina wakasema kwamba mji utaitwa Woven, likimaanisha kusuka. Labda sehemu ya kushangaza zaidi ni barabara zake. Toyota haijajenga aina moja ya barabara, imejenga 3. Barabara ya kwanza ni kwa magari yanayojiendesha yenyewe, na hakuna madereva, hakuna kupiga honi, hakuna foleni za kawaida. Na barabara ya pili ni kwa baiskeli na usafiri mdogo wa kasi. Na ya 3 ni kwa watembea kwa miguu pekee. Kwa maneno mengine, magari hayatogombania nafasi na watu. Toyota inaamini kwamba kugawa usafiri kwa njia hii kunaweza kupunguza ajali na kufanya mji iwe salama zaidi. Na kitu cha kushangaza zaidi ni nyumba ambazo zitakuwa kwa mji huyo. Fikiria nyumba ambayo inakujua kuliko hata jirani yako. Ukianza kuumwa, sensors zinaweza kugundua mabadiliko ya mwili mapema. Ukiteleza, mfumo unaweza kutoa msaada haraka. Friji inaweza kujua chakula kinapungua. Mirror inaweza kukupa taarifa za afya. Na AI inaweza kusaidia wazee kuishi kwa kujitegemea kwa muda mrefu zaidi. Lengo sio kufanya AI ichukue nafasi ya binadamu, bali kufanya AI iwe msaidizi wa kila siku. Na ndani ya mji huyo kutakuwa na robot. Robot hizo hawajaundwa kwa ajili ya vita. Wameundwa kusaidia maisha, kuwapelekea watu bidhaa, kusaidia hospitalini, kusaidia wazee, kubeba mzigo, kufanya kazi zinazochosha au hatari. Kwa Toyota, robot sio mpinzani wa binadamu, ni mshirika. Na tofauti na miji mingine, Woven City haitategemea umeme pekee. Toyota inawekeza sana kwenye hydrogen. Hydrogen inaweza kutengeneza umeme bila kutoa moshi wa carbon. Bidhaa kuu ya utumizi yake ni mvuke wa maji. Ndio maana Toyota inaamini inaweza kuwa sehemu muhimu ya mfumo wa nishati wa siku zijazo. Ingawa wataalamu bado wanajadili ni kwa kiwango gani itatumika duniani. Ikiwa teknolojia hii itafanikiwa kwa gharama nafuu, inaweza kubadilisha jinsi miji inavyopata nishati. Cha kushangaza sasa, huu sio mji wa watalii. Wakazi wa kwanza wanatarajiwa kuwa wafanyakazi wa Toyota, watafiti, wahandisi na familia zao. Kisha kampuni inapanga kuongeza washirika wengine,
wabunifu, watafiti kutoka sekta mbalimbali kadri mradi utakavyoendelea. Hawa sio wakazi wa kawaida, ni washiriki wa majaribio ya teknolojia mpya katika maisha halisi. Na fikiria hili, ikiwa Woven City itafanikiwa, miji mingine inaweza kuiga mfumo huu. AI kila mahali, magari yanayojiendesha, nyumba zinazofikiri, robots, nishati safi, huduma za afya zinazotabiri matatizo kabla hayajatokea. Swali sio kama teknolojia ipo, swali ni je, binadamu wako tayari kuishi nayo? Lakini sio kila mtu anaona mradi huu kwa macho mazuri. Kuna maswali makubwa. Nani atamiliki data za wakazi? Je, AI inaweza kufanya maamuzi mabaya? Nini kitakachotokea wakati mfumo utakapodukuliwa? Na je, teknolojia hii itakuwa nafuu kwa watu wa kawaida au itabaki tu kwa wachache matajiri? Haya ni maswali ambayo Woven City inaweza kusaidia kuyajibu kwa vitendo. Kwa zaidi ya miaka 100, nchi imekuwa ikibadilika taratibu, lakini Woven City inaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa zaidi tangu mapinduzi ya viwanda. Huenda miaka 30 ijayo, watoto wetu wataangalia miji ya leo kama sisi tunavyoangalia miji ya karne ya 18. Na kama hilo litatokea, historia inaweza kukumbuka kwamba safari hiyo haikuanza Silicon Valley, haikuanza New York, haikuanza Shanghai, ilianza chini ya milima Fuji katika mji unaoitwa Toyota Woven City. Je, ungekubali kuishi katika mji ambao artificial intelligence inajua karibu kila kitu kuhusu maisha yako? Tuambie hapa kwenye comment. Na kama unapenda documentaries zinazokufanya uone dunia kwa macho tofauti, subscribe, washa notification, kwa sababu safari ya teknolojia ndiyo inaanza sasa na sisi.